Kaini naye kutaka kumsikia Mungu ikaleta matatizo. Alikuwa na kitu gani Kaini? Wivu. Ndio hicho tulichosema hapa, usumbufu wa kidunia. Maana mdogo wake anachokifanya appreciate, athamini mdogo wake anachokifanya. Wivu umemjaa. Kwa utagundua kwamba shetani ili akutoe kwa Mungu haraka sana anakuingizia wivu. Anakuingizia wivu. Hapo utatoka. Kwa shetani mwenyewe wivu ulimtoa kwa Mungu. Kain wivu ulimmaliza. Sauli naye wivu kwa Daudi ulimmaliza. Kwa yule mwenye theluthi moja Kain na Sauli, wivu vilileta shida. Kwa huo ndio usumbufu wa kidunia, kutokuamini. Kwa inafanya sauti ya Mungu ionekane nini? Dhaifu, kwa sababu hivyo vitu vimekujaa. Huwezi ukamsikia Mungu kwa sababu usumbufu wa kidunia umekujaa, kukosa uvumilivu kumekujaa, alafu na shughuli nyingi kweli kweli. Sasa andiko la kwanza la somo letu, andiko la kwanza la somo letu, Isaya 59 mstari wa 2. Eliza, tusomee na Biblia ya neno. Tusomee Isaya 59 mstari wa 2. Tusomee na Biblia yako ya neno. Isaiah 59 verse 2. Isaya 59. Isaya 59 mstari wa 2. Isaya 59 mstari wa 2. Elizo, utakuwa na Biblia yako hapo karibu ya neno. Okay. Mstari wa 2. Lakini maovu yenu yamewatenga ninyi na Mungu wenu. Dhambi zenu zinawaficha ninyi uso wake ili asikie. Amen. Kwa sasa vizuizi hivi vya kiroho vilileta shida kwa wana wa Israeli. Viliwaletea shida. Na Mungu aliuficha uso wake kweli. Wakaenda utumwani, waliteseka, walipata shida kupitiliza. Kwa wana wa Mungu, Mungu atusaidie. Tushinde hivi vizuizi. Tusipovishinda hivi vizuizi, maisha ya wokovu yatakuwa magumu sana. Hofu inaisumbua dunia, inasumbua na mkuto kuamini, inasumbua wana wa Mungu. Kwa tukishinda hivi vizuizi, Mungu atakuwa pamoja nasi. Tusomee tena Waebrania 3:15. Waebrania 3:15. Hebrews chapter 3 verse 15. Waebrania 3:15. Waebrania 3:15. Waebrania 3:15. Waebrania 3:15 inasema, kama ilivyonenwa leo, kama ikisikia sauti yake, msifanye mioyo yenu migumu kama ilivyofanya wakati wa kuasi. Yes, kama mlivyosikia, msifanye mioyo yenu kuwa migumu. Kama kule Agano la Kale, watu walikuwa na mioyo migumu, walimtengeneza Mungu wao, wakamwabudu, wakafa. Mungu atusaidie tusiwe na mioyo migumu. Ugonjwa mwingine wa wana wa Mungu wa leo, wana mioyo migumu. Mioyo migumu ambao tunaweka kwenye kundi la kuto kuamini, katika vikwazo vile ambavyo vinaleta shida vya kiroho, vya kutokusikia sauti ya Roho Mtakatifu, kuto kuamini. Manake moyo wako ni mgumu. Ukisoma Yeremia, tusomee Yeremia 24 mstari wa 7. Kuna kitu Mungu alikuwa anasema kuhusu moyo. Mungu atafanyaje?
Jeremiah 24:7 kuna kitu Mungu alikuwa anasema kuhusu atafanyaje kuhusu moyo. Yeremia 24:7. Yeremia 24:7. Unasema nitawapa moyo wa kunifahamu mimi, kwamba mimi watakuwa watu wangu nami nitakuwa Mungu wao, kwa maana watanirudia kwa moyo wao wote. Yes, Mungu anasema atawapa moyo wake. Why? Kwa sababu watanirudia. Ukimrudia Mungu, manake anakupa moyo wake. Sasa kitendo cha kuwa na moyo wa Mungu sio jambo la kawaida. Manake wewe zile sifa unazo. Matunda ya Roho Mtakatifu yanafanya kazi kisawasawa. Unajua sauti, kusikia sauti ya Mungu. Kwa mfano nyakati hizi tunapitia nyakati ngumu sana kwenye kanisa. Kila mtu amegeuka kuwa nabii. Kila mtu ana neno lake. Kila mtu anaongea anavyotaka. Kwa hata hizi nyakati kwenye Agano la Kale, kwenye kanisa la kwanza zilikuwepo. Lakini unadetermine kama siku zote ninavyosema, mtu akitoa ujumbe wa Mungu, kwanza angalia karakta yake huyo mtu. Ukiona karakta anaongea ujumbe wa Mungu, karakta yake haipo kwenye matunda ya Mungu, huyo mtu mpuuze. Huyo mtu anaongea ujumbe wa shetani. Unajua mwenye karakta ya Mungu akifikisha ujumbe, huyo mtu ana karakta ya Mungu, ni mnyenyekevu, mwenye upendo na ni mtiifu na anaheshima. Kwa kusikia sauti ya Mungu inahitaji next level ya kiroho. Yaani inahitaji utulivu wa hali ya juu sana. Ndio maana ukuta wengine Mungu anaongea na pamoja wakiwa kwenye dhambi, pamoja wakiwa na shughuli nyingi, Mungu anaongea, lakini kwa sababu ya hizo shughuli nyingi, sauti ya Mungu inageuka kuwa dhaifu. Sasa wakishapata matatizo ndio wanasema, Bwana, wewe nilikuwa nasikia moyoni ni 1 2 3, ni 1 2 3, lakini sikuelewa. Why? Moyo wake bado hujajiconnect na Mungu. Yaani ile connection na Mungu bado. Connection ya Mungu ikiwepo, jibu litatoka. Na mtu kuta mwingine anasema Mungu aliniambia 1 2 3, nikafuatisha. Kweli kile kitu kibaya kilitokea, lakini akijamdhuru. Mwingine Mungu alimwambia asifanye 1 2 3, lakini alifanya na mabaya yakamkuta. Mfano mkubwa sana kwenye Biblia ambao mtu ambayo akusikia Mungu anasema nini, mfano mkubwa ni Sauli. Kwa Mungu siku zote anatupenda na anataka sana tuongee na yeye. Kwa Mungu anasema atatupa moyo wake. Tusikubali sauti ya Mungu iwe dhaifu kwenye mioyo yetu. Tuwe na moyo wa Mungu. Kwa ili uweze kusikia Mungu anaposema, lazima uwe na moyo wa Mungu. Tusomee tena Marko 4:19. Marko 4:19, Mark 4:19, Marko 4:19, Marko 4:19. Mungu naye anasemaje? Marko 4:19. Marko 4:19. Inasema, lakini masumbuko maisha haya na udanganyifu wa mali na tamaa ya mambo mengi huja na kulitonga lile neno na kulifanya lisizae. Amen. Amen. Kwa jamani, usiokuwa na Biblia, Terry anatuma kwa Biblia ya online, nadhani inasomeka. Asante Terry. Kwa Mungu anachokisema hapa kwenye Marko 4:19, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali na tamaa za mambo mengine zikiingia, ulisonga lile neno likawa alizai
na kweli neno la Mungu aliwezi likazaa kwenye shughuli za kidunia. Shughuli za kidunia ni zipi? Ambao mwanzo nimesema shughuli za kidunia ambao uko more attractive na vitu ambavyo havimtukuzi Mungu kwenye dunia. Tunatakiwa tu attractive na vitu ambavyo vinamtukuza Mungu kidunia. Kwa sasa vipo vitu duniani vinamtukuza Mungu, kuwa wanyenyekevu, kuwa wapole, kuwa watu wema, vitu ambavyo vinamtukuza Mungu. Kwa sasa udanganyifu wa mali zinakupeleka pabaya, tamaa inakupeleka pabaya. Hivi vitu vyote vinafanya neno la Mungu lisizae, na uwezi ukasikia. Hivi ni vizuizi Mungu ambavyo havitaki. Kwa katika jina la Yesu, baadaye tutaomba, tutashinda hii roho ya kutokusikia Mungu anasemaje. Lazima mwana wa Mungu awe jasiri, mwana wa Mungu awe mwenye nguvu. Mfano wa kwanza ni Sauli. Samuel wa kwanza 28 mstari wa 9. Samuel wa kwanza 28 mstari wa ngapi? Wa 6. Mungu alinyamaza kwake kwa sababu ya kutotii na ukaidi. Mungu alinyamaza kwake kwa sababu ya kutotii na ukaidi. Huyo ni mfalme Sauli. Samuel wa kwanza 28 mstari wa 6. Tusomee hiyo Samuel wa kwanza 28 mstari wa 6. Tusomee hiyo Samuel wa kwanza 28 mstari wa 6. Mungu anasemaje? Samuel wa kwanza 8 mstari wa 6. Unasema, ndipo Sauli akauliza ushauri kwa Bwana, lakini Bwana hakujibu kwa ndoto wala kwa ulimi wala kwa njia ya manabii Amen. Okay. Kwa Samuel wa kwanza mstari wa 28 mstari unasema, lakini Sauli alipouliza kwa Bwana, Bwana hakumjibu kwa ndoto wala kwa ulimi wala kwa manabii. Kwa nini hakumjibu? Kwa sababu vizuizi alikuwa navyo vingi sana. Kwa Mungu hakumjibu kwa sababu ya kutokutii, kizuizi cha kwanza hicho. Alafu Sauli alikuwa mtu mwenye ukaidi kweli, mtu mwenye very rebellious and disobedient. Kwa ndio maana Mungu hakumjibu. Kwa kupitia mfano huo, hata watu leo unawatesa. Yaani wana ukaidi mwingi, wana kutokutii sana. Kwa unakuta sasa Mungu kujibu hawezi kukujibu, atakaa kimya mpaka Mungu atavyoamua kuongea na wewe. Mfano wa pili Waisraeli, Hesabu 14:22 mpaka 23. Hesabu 14:22 mpaka 23. Waisraeli, Hesabu 14:22 mpaka 23. Kutoamini na kulalamika kwao kuliwazuia kuingia nchi ya ahadi. Kutoamini na kulalamika kwao kuliwazuia kuingia nchi ya ahadi, na kuliwazuia kusikia ahadi za Mungu. Kutoamini na kulalamika kwao kuliwazuia kuingia nchi ya ahadi, na kuliwazuia kusikia ahadi za Mungu. Sasa tusomee hiyo Hesabu 14
22-23. Numbers 14:22-23 inasema, hakuna hata mmoja wa watu hawa ambao waliuona utukufu wa Mungu na ishara za miujiza uliyotenda huko Misri na huko jangwani, lakini ambaye hakutii na kumjaribu mara hizi 10. Hakuna hata mmoja wao atakayeona nchi iliyowaahidi baba zao kwa kiapo. Hakuna hata mmoja ambaye amenidharau hata atakayeiona. Amen. Hakuna hata mmoja aliyenidharau atakayefanya nini? Atakayeiona. Na kweli wale wanaume wana wa Israeli, nchi nyingi duniani mtu mzima wanahesabu miaka 18, lakini wana Israeli mtu akiwa mtu mzima wanaanza kuhesabu akiwa na miaka 20. Kwa ile miaka 40 walitoka Misri, wanaume ukitoa watoto na wanawake. Wanaume kuanzia miaka 20 kwenda juu walikuwa 600,000, walikuwa 600,000. Hiyo miaka 40 hapo jangwani wakaongezeka 30,000, kwa walikuwa 600,000 na 30,000. Sasa in total au 600,000 30,000 walioiona Canaan ni wawili, Caleb na Joshua, lakini hao wengine wote nao walifia wapi? Jangwani, kwa sababu walimdharau nani? Mungu. Namba ilikuwa ni kubwa mno, wakamuingiza mtego. Hata Musa naye alifia wapi? Pale mto Jordan. Kwa safari yake ilishia pale, lakini yeye alipata heshima ya Mungu, alimalizana naye. Lakini hao wengine walishia jangwani kwa sababu ya magonjwa, kwa sababu vizuizi walikuwa navyo vingi sana. Kila Mungu akiongea hawasikii, Mungu anaongea hiki hawasikii, hawataki. Kuna mahali walifika Musa, nyoka alikuwa wengi. Mungu akamwambia Musa, tengeneza nyoka wa shaba atakayemtazama. Ile kwa lugha ya kisomi ni typology ya Yesu. Sijui kwa Kiswahili inawekaje. Ni typology ya Yesu. Yesu ni mfano wa Yesu, kwamba ule nyoka wa shaba kila anayemtazama anapona. Ukiangalia maumivu unayoyapitia na ule nyoka unakufa. Kwa wengi waliangalia maumivu na wakafa. Kwa na vile it's the same hata duniani. Ukisema uangalie unavyonyanyaswa, unavyoumia, unavyolia, unavyohuzunika, hautapata jibu kwa Mungu. Lakini pamoja unayoyapitia, hiyo huzuni, chuki, kutengwa, kuonewa, lakini moyo wako umeuweka kwa Bwana, Mungu atakujibu na atakuvusha. Kama Naumu 1:7 inavyosema, siku ya taabu Bwana ndo ngome yangu. Mungu anawajua wale wamtafutao, anawajua wale wanaompenda. Kwa siku ya taabu Bwana ni ngome yangu. Naumu 1:7. Kwa wai siku ya taabu Bwana ni ngome yangu. Hiyo taabu ikija, manake unaishinda. Taabu itakuja, lakini utaishinda. Kwa nini unaishinda? Hauna kizuizi ndani yako cha kuipa nafasi ile taabu. Hebu tusome hiyo Naumu 1:7. Tusome Naumu 1:7. Tusome hiyo Naumu 1:7. Kwa vizuizi mara nyingi vinasababisha tusisikie sauti ya Mungu. Vinaleta shida kwenye maisha yetu, kwa sababu tunaangalia sana shetani anavyotaka kuliko Mungu anavyotaka. Kwa tuwe watu ambao kuangalia Mungu anavyotaka, sio shetani anavyotaka. Naumu 1:7. Naumu 1. Okay. Bwana ni mwema, ndio wakati wa taabu. Watunze wale wanaomtegemea. Watunza wale wanaofanya nini? Bwana ni mwema, ni ngome ya msingi
sababu naye wajua hao wanaomkimbilia. Anawajua. Kwa Mungu siku zote ni mwema. Siku ya taabu ikija haiwezi kutumaliza, tunaishinda. Why? Moyo wetu, fahamu yetu, masikio yetu yamelenga kwake, yako kwake. Kwa hatuna kizuizi cha kutokumsikia. Mfalme Sauli alikuwa na vizuizi vingi. Wana wa Israeli walikuwa na vizuizi vingi vya kutokumsikia Mungu. Haitakuwa kwetu katika jina la Yesu. Tutamsikiliza Mungu anachokitaka. Wana wa Mungu tuzidi kuwa wavumilivu, watulivu, tusikie Mungu anachokitaka. Amen. Tusome okay. Hapo tumetoka jinsi ya kuomba. Jinsi ya kuomba, kwa pointi ya kwanza jinsi ya kuomba. Kwa pointi ya kwanza ya jinsi ya kuomba. Kwa pointi ya kwanza ya jinsi ya kuomba. Bwana, omba utakaso kutokana na kila dhambi na usumbufu wa kidunia. Omba utakaso kutokana na kila dhambi na usumbufu wa kidunia. Omba utakaso kutokana na kila dhambi na usumbufu wa kidunia. Omba utakaso kutokana na kila dhambi na usumbufu wa kidunia. Kwa mara nyingi tunahitaji utakaso kutokana na kila dhambi. Mawazo mabaya ni dhambi, kuwaza vibaya dhambi, tamaa ni dhambi. Kwa kuna vitu vingi pale kwenye Wakolosai 3:5 Mungu kaviweka ambavyo vyote ni dhambi na usumbufu wa kidunia. Vyote hivyo vinapaswa viwe sawa. Hebu tusome, ndio napenda kuquote sentence ya mwisho kwamba tamaa mbaya na mawazo mabaya ni ibada ya sanamu. Sasa hebu naomba tusome Wakolosai 3:5. Wakolosai 3:5. Wakolosai 3:5. Wakolosai 3:5. Wakolosai 3:5. Yes. Kwa hiyo uweni kabisa chochote kilicho ndani yenu cha asili ya kidunia, yaani washerati, tamaa mbaya, mawazo mabaya na ulafi, ambao ndiyo ibada ya sanamu. Kwa Mungu ameweka listi ndefu hapo kwamba visheni viungo vyenu vilivyo katika nchi: usherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndiyo ibada ya sanamu. Kwa ibada ya sanamu, unaweza kuwa na mawazo mabaya lakini unafanya ibada ya sanamu. Hauna tofauti na mganga. Unaweza kuwa una chuki ndani yako, hiyo ni ibada ya sanamu, ni dhambi. Kwa hii prayer point ya kwanza ya jinsi ya kuomba kwamba omba utakaso kutokana na kila dhambi na usumbufu wa kidunia. Yes, jamani, kama una swali, kama kuna kitu umeona, uwe huru kuuliza, au kama hujaelewa kitu. Eliza, nimeona umenyosha mkono au umebonyeza simu bahati mbaya. Sana baba, nina swali. Okay. Hapo mawazo mabaya. Kama tunawaza na kama ni mawazo mabaya. Mfano ni kama yapi mawazo mabaya ambayo yapelekea ibada ya sanamu? Mawazo mabaya unaweza ukawa umekaa peke yako, ndani ya moyo wako unamwona mtu, alafu ikaje tu hali kwamba huyu simpendaji, sitaki hata nisogelee, sitaki, tuko pamoja. Ni kitu kidogo lakini umekiwaza ndani yako kwamba huyu mimi simpendaji wala anibariki.
Sasa unaweza kuona it's something very light, lakini kinaleta madhara makubwa. Mungu anasemaje kwa sentence hiyo unayosema kwamba wewe mimi simpendagi tu, kitendo cha kusema umpendagi. Sasa Mungu naye huko atakujibu, anasema mpende jirani yako kwa moyo wako kama nafsi yako unavyojipenda mwenyewe. Na Mungu anasema tupende maadui zetu. Kwa sasa vitu vina contradict kwa sababu ya kutokuelewa msingi wa neno la Mungu unataka nini. Kwa mawazo mabaya unaweza ukawaza mtu anaweza akakupigia simu, bwana fulani anakutafuta, naomba umjibu au ongee naye. Wewe shetani akakuingizia kiburi kwa kusema tu ngoja nimkomeshe, simjibu sasa hivi, sitampigia sasa hivi, ngoja na yeye aipate joto ya jiwe tayari. That is sin. Eliza, tumeelewane? Amen baba. Yako mawazo mabaya yanaleta shida kwa watu. Kwa pointi ya kwanza, jinsi ya kuomba utakaso kutokana na kila dhambi na usumbufu wa kidunia. Usumbufu wa kidunia upi tena? Dunia inaweza ikakupeleka inavyotaka. Unaweza ukawa mitandao sio mibaya, lakini most of your time upo kwenye mitandao unaangalia vitu visivyofaa. Kwa mfano internet sio mbaya. Sasa kama leo Mungu alivyosema leo tusali online. Sasa Mungu aliruhusu mtu abuni internet. Sasa kwa sababu ya internet imesababisha hapa tunapata neno la Mungu kwa amani. Kwa sasa hapa we are using internet in the right manner. Tunatumia internet kwa ajili ya kitu ambacho kinachomtukuza Mungu. Kwa na internet inatumiwa sana na vijana vibaya. Wanaangalia vitu visivyofaa, wanafuatia vitu visivyofaa. Na nyinyi wenyewe mashahidi, ukiingia tu kwenye internet unatafuta kitu chako, lakini kabla hujakipata washakuwekea vitu visivyofaa vya kutosha. Ndio maana hata wengine kabla hawajatafuta kitu chao wanachokitaka wanaingia kwenye zile ads. Ngoja nione kwanza inasemaje. Mwisho siku unazama humo kwenye hizo ads na utafuti kile unachokitaka. Sijui point imeeleweka hiyo. Usumbufu wa kidunia. Kwa we need kuomba utakaso kutokana na kila dhambi na usumbufu wa kidunia. Point ya pili, omba imani. Point ya pili, jinsi ya kuomba. Omba imani ya kumwamini Mungu kuliko kitu kingine chochote. Kwa omba imani Mungu kuliko kitu kingine chochote. Kwa unapoomba imani ya kumwamini Mungu kuliko kitu kingine chochote. Kwa sasa sio kwamba usiwaamini watu wengine, hapana. Lakini ile imani ya kumwamini Mungu kuliko kitu kingine chochote itakuelekeza kuwaamini watu sahihi, kufanya vitu sahihi na kuishi katika na vitu sahihi na kumiliki vitu sahihi. Kwa sababu imani yako ya kumwamini Mungu kuliko kitu kingine chochote itakuongoza na watu sahihi na utakuwa unafanya vitu sahihi. Kwa lazima tuombe hiyo imani ya kumwamini Mungu kuliko kitu kingine chochote. Mungu siku zote anataka yeye ndo awe wa kwanza. Ndio maana anasema mimi ni Mungu mwenye wivu. Mungu ana wivu mkali. Wivu wa kibinadamu, wewe mwanadamu akiwa na wivu reaction yake inakuwa mbaya. Je, Mungu akiwa na wivu? Tunaona alichokifanya kwenye Sodoma na Gomora, tunaona alichokifanya kwenye taifa la Misri wakati wa Farao, tunaona kwenye jeshi vile, tunaona Israeli kuzoivu. Ndio
Maana anasema, Yesu anasema zile amri, lakini kuna amri mbili ndio kuu, ambayo ya kwanza makoke na koje awe first priority. Ndio maana tukuta maisha yanakuwa mazuri. Wana wa Israeli paka leo, toka kipindi cha Musa paka leo, kila siku lazima wasome maandiko matatu paka leo. Huyo Mwisraeli yuko karibu na Mungu, yuko wapi atajijua, lakini imekuwa culture kwamba mwana wa Israeli yoyote hata sasa siku ikianza lazima asome maandiko tatu, 3 verses. Kwa Mungu lazima atafanya kitu kwa huyo mtu. Neno la Mungu, pointi ya 3, omba uvumilivu na utulivu wa kumsubiri Bwana. Omba uvumilivu na utulivu wa kumsubiri Bwana. Kwa tunapaswa kuomba uvumilivu na utulivu wa kumsubiri Bwana. Kwa siku zote tunahitaji uvumilivu. Bila uvumilivu dunia iende. Bila uvumilivu dunia iende. We need patience. Wale watu wa historia na wasomi wana msemo wao kwamba Roma haikujengwa kwa siku moja. Kwa ukiangalia ramani ya juu ya mji wa Roma unavutia sana kwa majengo yake yalivyo. Kwa hivyo vitu havikujengwa kwa siku moja. Kwa na sisi imani kwa Mungu, kumsubiria Mungu tunachokitaka vinahitaji muda. Vingine vitachukua muda, lakini tunahitaji muda. Kuna mahali Mungu alikuwa anaambia wana Israeli kwenye Kutoka 23 kwamba mkifika Kanaani sitaondoa kila kitu, lakini mnavozidi kuzaliana kuongezeka, mnavozidi kuondoa maadui zenu taratibu. Why? Mungu alikuwa na uwezo kuondoa wale wa Kanaani wote, lakini alitaka wana wa Israeli waongezeke, wazaliane, alafu waweze kudominate ile nchi. Kwa tunahitaji uvumilivu. Kwa omba uvumilivu na utulivu wa kumsubiri nini? Bwana. Hapo utaweza kusikia Mungu anasema nini. Prayer point zake, maombi. Sasa ushaelewa jinsi ya kuomba, sasa unaingia kwenye maombi. Prayer point ya kwanza, Bwana ondoa kila kizuizi kinachonizuia kumsikia roho wako. Bwana ondoa kila kizuizi kinachonizuia kumsikia roho wako. Bwana ondoa kila kizuizi kinachonizuia kumsikia roho wako. Kwa lazima baadaye tutaomba chochote kinachozuia kusikia roho wa Mungu kitoke. Usumbufu wa kidunia, dhambi, vyote lazima itoke. Lazima umsikie Mungu, lazima umtafakari Mungu. Mungu ndo kila kitu. Wa Mungu ndo kila kitu. Kama pointi ile ya pili ya jinsi ya kuomba inavyosema, omba imani ya kumwamini Mungu kuliko kitu kingine chochote. Kwa ukimwamini Mungu kuliko kitu kingine chochote, vizuizi havitakusumbua. Kama hii prayer point ya kwanza, Bwana ondoa kila kizuizi kinachonizuia kumsikia roho wako. Kwa lazima vyote vitoke, na vyote vikitoka lazima utamsikia Mungu anavyosema. Pointi ya pili, nisamehe dhambi zinazozuia sauti yako maishani mwangu. Nisamehe dhambi zinazozuia sauti yako maishani mwangu. Nisamehe dhambi zinazozuia sauti yako maishani mwangu. Waingereza wanasema kuna kitu kinaitwa habitual sin. Manake mtu anatenda dhambi paka imekuwa tabia yake. Kwa mtu muda wote yeye
ana hasira, na hasira from morning evening. Yani yeye ni mtu wa hasira. Hicho kuweza kumsikia Mungu ni ngumu. Hawezi akaongea na wewe. Sasa Sauli muda wote na Daudi, ndio maana kuta Mungu hata aongee vipi alishindwa kumsikia. Kwa nini alishindwa kumsikia? Kwa sababu Sauli alikuwa ni mtu wa hasira muda wote. Alikuwa mtu wa hasira muda wote, ndio maana hakuweza kusikia ile sauti. Kwa unakuta mtu muda wote ni mtu wa moods, mtu wa moods. Wale waliosomea psychology na iba wanasema watu ambao ni melancholic, watu ambao ni wapole, ni wakimya, mara nyingi wanakuwaga na grudge, ni watu wa grudge. Sio nyinyi katika jina la Yesu. Kama kuna melancholic hapa, sio wewe katika jina la Yesu. Lakini wasomi wao wanakuambia mtu ambaye ni melancholic, mwenye aiba hiyo ni mpole, amen. Mtu ni mpole, sio wa kuzungumza sana, ni mkimya sana. Wanakuaga watu ambao wenye grudges. Kwa Kiswahili tunaiwekaje grudges? Tu mwenye manunguniko. No. Tusaidiane hapo. Grudges. Mtu ana dukuduku. Nadhani dukuduku ni neno sahihi. Ana kitu ndani ya moyo akitoke. Unamwambia umenisamehe, anakujibu na tabasamu, nimekusamehe, anaisha, lakini ndani ana kitu. Esther ni kinyongo. Kwa mtu anakuwa na kinyongo. Kwa mtu mwenye haiba ya melancholic, ambaye anakuwa mpole, mtulivu sana, ni watu wa vinyongo. Sasa mtu mwenye kinyongo ni automatic atakuwa mtu wa kisirani. Mtu ana kisirani sana. Sasa kama una kinyongo, uwezi ukamsikia Mungu anasema nini. Utasikia sauti ya kinyongo chako ulichokuwa nacho. Ndio unakuta Sauli yeye alikuwa melancholic sana. Alikuwa ni mtu mtulivu, sio mtu wa maneno, lakini alikuwa na kinyongo sana na Daudi. Kwa bora watu ambao ni sanguine ni watu wacheshi, ni watu wenye utani. Akikasirika utajua kama amekasirika. Asipofurahi unajua. Kwa watu ambao ni sanguine, ni rahisi sana kujua kwamba amekasirika au hajakasirika, kwa sababu ni watu wacheshi sana. Ndio maana mtu sanguine ukimpa shughuli yako inaenda kwa haraka sana, kwa sababu sanguine. Mtu ambaye ni tena ni phlegmatic, anakuwa ni mtulivu sana, amekaa mtu wa amani, kibalozi hivi, hawataki shida, hawataki kelele. Kwa Mungu huwezi ukampata ukiwa ni mtu mwenye makelele. Sasa huku upande wetu wa kiroho wenye wokovu, Mungu tunahitaji asamehe dhambi zetu. Tunahitaji asamehe dhambi zetu. Na kwenye Rosemary umesemaje? Wewe ni sanguine. Asante kwa kujitambulisha. Asante kwa kujitambulisha. Kwa sanguine wanaga shida, kasirika unajua. Na kweli Rosemary akikasirika anajulikana kwamba amekasirika. Rosemary ni mtu mcheshi sana. Kwa nani hapa akisema na mimi pia sijaelewa, maana Eliza na Eliza na wewe ni mtu mcheshi. Okay, good. Kwa watu sanguine ni watu wema sana, ni wazuri sana. Daudi alikuwa ni sanguine. Daudi alikuwa ni mtu ambao ni mcheshi sana, anapenda furaha. Ndio unakuta Daudi akikasirika alijulikana mapema kwamba amekasirika, lakini Sauli ulikuwa umwezi kumjua. Kwa mtu ambaye ni sanguine akakaa na Mungu vizuri,
atamsikia Mungu kupitiliza, kwa sababu ana moyo wa kinyongo. Ila melancholic ni tabu. Melancholic hapa yupo Sauli, melancholic yupo Kain. Kain alikuwa ni mtu wa kinyongo kupitiliza. Melancholic yupo baba yao wenyewe wa giza, Shetani. Shetani naye ni melancholic, ana vinyongo sana Shetani. Kwa alikuwa na kinyongo na Mungu. Kwa nini yeye atukuzwe? Naye anataka atukuzwe. Kwa mtu ambaye wa kinyongo, kwa psychology inamtambua kwamba wewe ni melancholic. Kwa utakuta mtu mwenye haiba hiyo ya melancholic asipoifanyia kazi, akiokoka ataishia pabaya, Shetani atamtumia. Mtu ambaye ni phlegmatic, ni mtu anapenda amani, hataki kelele. Hata akisikia hata kijiko kimedondoka, anakwambia wewe sitaki unisumbue. Kwa phlegmatic wao hawatakagi kelele. Sio unasema wewe ni phlegmatic, good. Kwa ataki, hata mtu anaweza akapitwa anapiga mruzi wake, anaweza akamwambia wewe nyamaza, sitaki unisumbue. Why? Anapenda utulivu sana, au ni phlegmatic. Na phlegmatic obo umemjibia mke wako ni teli. Kwa hiyo kijiko kikidondoka naye hataki kelele, anakuambia usimpigie kelele, good. Kwa mtu phlegmatic apendi kelele. Kwa mtu phlegmatic akija akaokoka, hilo tunda la amani litafanya kazi vizuri. Sasa shughuli inakuwa kwa melancholic. Melancholic yeye ni mtu wa vinyongo. Mnacheka naye, tumesameheana, yameisha, paka mtatoka out, mtakula chakula, kumbe anakuvizia akulipizie kisasi. Watu wa melancholic mara nyingi wanakuwa watu wa visasi sana, ambao hiyo haiba Shetani anayo. Shetani ni mtu wa visasi sana. Kwa mtu wa melancholic, ukijua kwamba ni melancholic, mwana wa Mungu, hapa ampo katika jina la Yesu. Jitahidi kuomba upendo wa Mungu. Sanguine hanaga shida. Sanguine akiokoka utafurahia. Anaweza kaamka tu unashangaa, kaamka kudeki kanisa, kaamka anasalimia kila mtu, anampigia simu kila mtu, "Halo, nakusalimia tu." Utaanza kuamka, "Wewe uko wapi?" "Nakuja kukutembelea." Ni sanguine. They are charming people, they are very happy people. Ndio maana unakuta hata kwenye siasa wale vile vyeo vya kuhamasisha watu kwenye siasa wanapewa watu ambao ni sanguine. Hata kwenye serikali mara nyingi waziri wa mambo ya nje mara nyingi anakuwa mtu ni sanguine. Kwa nchi zilizoendelea western, kwa sana Marekani, waziri wa mambo ya nje wanamwekaga mwanamke. Ni mara chache sana wanamweka mwanaume, lakini mara nyingi wanamweka mwanamke. Why? Kwa sababu ya ukarimu, ya ucheshi. Rose umepokea, amen. Kwa sababu ya ucheshi, tabasamu, akienda kusaini mikataba na nchi zingine, amani iwepo, yani uwepo mvuto fulani hivi wa kukubali. Kwa hiyo unaona sasa hawa these are political people, wanasiasa, hawajaokoka lakini wana mbinu za kibiblia. Kwa kuna vyeo wanapaswa apewe mtu ambaye ni sanguine, kwa sababu atawakaribisha watu, atawafurahia watu. Tumeona wa Mungu kwa mfano cheo cha kwenye makampuni mengi, taasisi nyingi, mtu akipewa cheo cha katibu mkuu, mara nyingi anakuaga sanguine au phlegmatic. Ni mtu wa amani sana, ana mambo makuu, afu akiwa sanguine ni mcheshi. Kwa these people ni watu wa dunia, lakini wamesoma body language ya mwanadamu ili wanadamu wasikilize. Hapa kuna swali. Okay. Anasema inawezekana mtu akawa na chembe ya sanguine na phlegmatic. Yes, inawezekana, lakini kimoja kitazidi. Mtu anaweza akawa ni sanguine kidogo. Mama mimi anasema anajiona nikiwa ni boss. Okay, ongera mama. Kwa sanguine kidogo na phlegmatic. Kwa mtu akiwa na chembe ya sanguine na phlegmatic
naye kumsikia Mungu ni rahisi sana. Lakini shughuli inakuja kwenye watu wawili. Shughuli inakuja yes, mtu mmoja anaweza akawa na personality mbili. Yes, Rosemary, kweli mtu mmoja anaweza akawa na personality mbili, lakini moja itakuwa inafanya kazi zaidi. Kama unavyoona kwenye matunda ya Roho Mtakatifu, anaweza akawa ana tunda la upendo, amani, tulivu, lakini katika hayo yote moja litafanya kazi. Kwa atamsikia Mungu vizuri. Kwa kushinda vile vizuizi ni rahisi sana. Kwa sasa shughuli kwenye hizo aiba 4 ni mbili, moja sijaitaja. Hii moja ambayo sijaitaja ni matatizo matupu. Mtu ambaye ni choleric. Mtu ambaye ni choleric ni mtu mwenye hasira. Unamsawazisha kitu kama sitaki. Utafeli, sawa, bora ni feli nitarudia. Yaani yeye ni mkali, ataki. Ni so rude and so harsh. Kwa mtu ambaye ni choleric kwenye Pentecost huko, jamani, tunahitaji tukuombee toba. Huko kwenye Pentecost tunasawazishana, tunapendana. Kwa hiyo unaona kuta sasa hata kwenye siasa, kwenye organization kubwa ambazo zinajielewa, mtu mwenye aiba ya choleric hawampi cheo. Ikitokea mtu choleric wanampa cheo, maana mtu ambao ni choleric ni directive, yaani mtu wa amri tu. Kuna kusudi. Kwa mfano jeshi hii wanaitumia sana wanajeshi aiba ya choleric ili kumalizana na mambo yao wenyewe ya kuweka mambo sawa. Wanajeshi, huwezi ukamkuta mwanajeshi kwenye kazi zao wakiwa na usangwi. Wao wameambiwa sehemu fulani kuna hatari. Hakuna ucheshi. Wana apply aiba ya nini? Ya choleric. Tumeelewana wa Mungu. Kwa mtu akiwa na aiba ya choleric ni vigumu kumsikia Mungu. Kwa lazima ujue kizuizi chako. Kizuizi chako. Leo nimefundisha psychology. Pointi ya 3. Pointi ya 3, lakini point imeeleweka. Nadhani imeeleweka. Ni kwa tunajaribu kutengeneza vitu vinavyozuia usimsikie Mungu. Hizo aiba 4, kila mtu lazima ajue aiba yake. Amen wote, kila mtu lazima ajue aiba yake. Sasa hizi aiba hizi ndio zinasababisha watu wasimsikie Mungu vizuri. Mtu choleric ni mtu ambaye kuamuru vitu, anataka tu kuamua tu, hataki kusikiliza, ashauriki. Huyo ni mtu choleric. Kwa lazima ujue aiba yako isije kama kizuizi. Mtu ambaye ni phlegmatic ana shida. Mabalozi wengi wanafundishwa kuwa phlegmatic, ni watu wa amani, wanavyoongea yao, body language yao. Amen. Body language yao, watu phlegmatic wanakuwa watulivu sana. Ndio unakuta kuna chuo pale Kurasini ambayo mtu kama akiteuliwa balozi anapelekwa pale Kurasini, chuo cha diplomasia, afundishwe jinsi ya kunywa maji, jinsi ya kula. Sasa umealikwa Ikulu, ujui jinsi ya kutumia kijiko, ujui jinsi ya kutumia uma, ujui kutumia kisu. Kisu kinashikwa kwenye mkono wa kushoto, kisu kinashikwa na mkono wa kushoto, uma. Unafundishwa. Sasa mtu umekula chakula kajimwagia mchuzi kwenye shati, upo Ikulu. Sasa jamani, utarudi ulikotoka na utaalikwa tena. Kwa lazima kila mtu ajue kizuizi chake. Kwa mtu ambaye ni choleric, mtu mwenye maamuzi makali tu, ashauriki. Mtu ambaye phlegmatic anapenda amani. Mtu ambaye ni melancholic ni hatari. Melancholic ana kinyongo, anakuua huko na anakuchekea. Melancholic hawa wanakuaga na roho ya Yezebel anakuchekea, lakini kisha kupangia siku ya kukumaliza. Kwa mtu wa kinyongo, kwa mtu wa kinyongo hawezi kumsikia Mungu. Na aiba ya mwisho ambayo ni nzuri sana ni mtu ambaye ni sanguine. Sasa sijajua hata marais wetu kuanzia Nyerere paka rais wa sasa, wote wana hizo aibu. Kila mtu yupo kwenye hiyo aiba.
lakini kila mtu anaifanyia kazi aiba yake. Kila mtu anaifanyia aiba yake. Kwa mfano, rais wa kwanza Nyerere alikuwa melancholic na sanguine. Alikuwa melancholic na sanguine. Rais wa pili alikuwa phlegmatic. Mpaka akamwambia mama zetu na baba zetu, jamani isiwe tabu, kila mtu afanye anachokitaka ili mradi apate pesa. Marais wengine nawaachia homework wengine, isije kawa tabu hapa. Marais wengine kuja juu hivi nawaachia wenyewe. Kwa Mungu siku zote anataka kila mtu afanyie kazi kile ambacho kinamzuia. Kwa hii pointi ya pili, jinsi ya kuomba, nisamehe dhambi zinazozuia sauti yako maishani mwangu. Kwa hapa pointi ya pili, fanyia kazi aiba yako. Fanyia kazi. Mama Mary umecheka jamani, rais wa tatu nakuja juu, siwezi nikasema aiba zao nazijua, isije kaatabu hapa. Tuna watu wa serikali hapo kwenye maombi hapa. Mungu anasema kwa hizo aiba 4, wale marais wawili wa kwanza ambao ni Nyerere alikuwa sanguine, alikuwa na melancholic, lakini alizifanyia kazi vizuri na akaongoza nchi. Rais aliyefuata yeye alikuwa phlegmatic. Ya kwanza ilikuwa inaonekana kwake ni phlegmatic, alafu ya pili ilikuwa melancholic. Kwa rais wa kwanza na wa pili wa Tanzania walikuwa kama wanaendana, lakini huyo wa kwanza alikuwa sanguine, alikuwa na melancholic. Ndio unakuta speech zote za Nyerere haiwezi kaisha bila watu kucheka. Speech zake zote lazima achekeshe watu, speech zake zote. He was sanguine na melancholic. Rais wa pili yeye alikuwa phlegmatic na melancholic. Mwinyi alikuwa kuna vitu anaviweka ndani, lakini alikuwa anapenda vitu hataki kelele. Lakini wote marais wote walifanyia kazi hizi aiba zao, kuanzia Mwinyi, kuanzia Rais Nyerere, Mwinyi, Mkapa, Kikwete, Magufuli mpaka rais wa sasa. Wote wanafanyia kazi aiba zao, kwa sababu unaongoza watu. Huwezi kuongoza watu kwa weakness yako, lazima uongoze watu kwa amani. Kwa hizo aiba 4 kwenye pointi ya pili kila mtu anazo. Kwa unatakiwa ujue wewe uko wapi. Ukiwa kwenye melancholic na choleric, hiyo ni danger. Fanyia kazi, kwa sababu mtu melancholic ni mtu wa vinyongo. Mtu ambaye ni choleric ni mtu ambaye yeye anaamuru vitu, anaamuru vitu. Hataki kushauriwa, hataki kuelekezwa. Huyu ni choleric, kuelekezwa. They are always right. Kwa mfano yes, Rosemary umetoa mfano mzuri. Idi Amin alikuwa choleric, hataki kuelekezwa, hataki kushauriwa. He was choleric. Ndio maana Nyerere akaingilia kati akamtoa. Mtu ambaye ni melancholic naye ni mtu ambaye ni wa vinyongo sana. Mtakaa vikao mwaka mzima yameisha, hamna shida, kumbe anakuinda kumaliza. Tumeona wa Mungu. Kwa Mungu atusaidie sana. Pointi ya pili tuifanyie kazi ili tuweze kusikia sauti ya Mungu. Mungu atusaidie. Na jamani, kanisani hatutaki watu choleric, hatutaki watu melancholic. Kanisani tunataka watu sanguine, tunataka watu phlegmatic. Phlegmatic ni watu wa amani. Phlegmatic ni watu wa amani. Phlegmatic ni watu wa amani, na sanguine ni watu wacheshi. Sasa umekuja kanisani jamani, unamnunia kila mtu. Sasa ungebaki nyumbani jamani. Kwa Mungu atusaidie. Yes Eliza, kabla hujaenda pointi ya 3. Baba samani, nilikuwa nataka kuuliza hizo ulizozielezea personality. Ni personality? Yes. Niko tukisema sana aiba za watu. Ni Mungu anakuwa amekuwekea ndani, amekumba nazo, au ni
vitu ambavyo vinatengenezewa kulingana na mazingira ya mtu alipokuwa au na kurithi. Yeah, psychological, natural mwanadamu yoyote, hata mimi na wewe, kwenye hizo 4 zipo moja au mbili. Mwanadamu yoyote. Kwa hii ni psychology ambayo mwanadamu lazima, hata wewe Eliza kwenye 4 unazo mbili. Nitaje wewe unisaidie kutaja. Saidia kutaja. Saidia kutaja baba. Basi ngoja tuache. Lakini nakuombea sitaki kuwapa faida watu wengine, watakutania. Kwa sasa kwenye aiba hizi 4 ni natural. Wanadamu wanazaliwa nazo, ni natural. Kwa mfano, mtoto mdogo wa chini ya miaka miwili, labda miaka miwili, mtoto mdogo akanakuwa na hasira. Hiyo hasira imetoka wapi? Na kati haelewi kitu, mtoto wa miaka miwili. Kwa kuna vitu natural kutokana na tulivyozaliwa, sio tulivyozaliwa, na anguko la mwanadamu kutoka kwa Adam na Hawa. Kwa kuna dhambi iliingia kwa mwanadamu, ndio maana kutabidi Yesu aje. Kwa sasa kutokana ile dhambi iliyoingia baada ya anguko la mwanadamu, yoyote atakayemwamini Yesu atapona na kuokolewa. Yoyote atakayemwamini Yesu atafanya nini? Hebu tusome hapo Yohana 10:10 inasemaje? John 10:10. Point nitaelezea vizuri. Kwa hii kutokana na ile dhambi ya Adam ilisababisha ili hizi aiba 4, kila mwanadamu awe na hizi aiba 4. Kwa inakuwa sasa kizuizi, watu hawawezi kumsikia Mungu vizuri. Yohana 10:10 inasemaje? Mwizi huja ili aibe, kuua. Sio hiyo. Eliza, sio hiyo. 14 Yohana 14:14. Nadhani 10:25 au 14:14. Kila atakayemwamini Yesu atapona na kuokolewa. Ipo kwenye Yohana. Kwa ukiwa na hizi aiba 4 ambazo ni vizuizi, kwa ukimwamini Yesu, zile aiba zako zina shrink, zinatoka, zinaingia aiba za Roho Mtakatifu, ambayo aiba za Roho Mtakatifu zini zipi? Ni matunda ya Roho Mtakatifu. Ukipata utaniambia. Ipo kwenye Yohana, kila anayemwamini Yesu atapona na kufanya nini? Na kuokolewa. Okay, pointi ya 3. Twende kwenye pointi ya 3. Pointi ya 3 inasema, niondoe katika hofu, kutoamini na kuchanganyikiwa. Kwa niondoe katika hofu, kutoamini na kuchanganyikiwa. Mtu ambaye ana haiba ya melancholic anachanganyikiwa haraka sana, kwa sababu ana kinyongo ndani, anachanganyikiwa haraka. Na mtu ambaye ni choleric, kuchanganyikiwa haraka ni wepesi, kwa sababu anaona anayoyataka hayafanyii kazi, kwa sababu ni mtu mwenye hasira. Kwa niondoe katika hofu, kutoamini na kuchanganyikiwa. Kwa hiyo itakusaidia kusikia sauti ya Roho Mtakatifu. Pointi ya 4, nifundishe kuwa mtulivu na kusubiri kwa mwongozo wako. Pointi ya 4, nifundishe kuwa mtulivu na kukusubiri kwa mwongozo wako. Pointi ya 4, mtu ambaye ana haiba ya phlegmatic. Watu wenye haiba ya phlegmatic ambao wanapenda amani sana, hawataki kelele, wanapenda amani. Point namba 4, kubadilika itakuwa rahisi kwake, kwa sababu ndio maisha yake. Nifundishe kuwa mtulivu na kukusubiri kwa mwongozo wako. Mtu ambaye ni phlegmatic mara nyingi ni mtulivu sana, kwa sababu hataki kelele, anapenda amani. Hata na mtu ambaye ni mcheshi, kutulia itakuwa rahisi,
kwa sababu atakuwa na amani ya moyoni mwake kwa sababu ya ucheshi wake. Lakini pointi ya 4, mtu ambaye ni choleric na melancholic, sana sana choleric. Choleric ni mtu ambaye ni mkali, ni mtu mwenye hasira, ni mtu mwenye kisirani. Kusubiri sio rahisi. Neema ya Mungu ingilie kati. Hitimisho la somo letu. Roho Mtakatifu kila mara unena. Lakini vizuizi vya mioyoni mwetu vinaweza kunyamazisha sauti yake. Roho Mtakatifu kila mara unena, lakini vizuizi vya moyoni mwetu vinaweza kunyamazisha sauti yake. Vizuizi gani hizo? Haiba zetu. Hizo nilizozitaja: choleric, phlegmatic, sanguine na melancholic. Mtu ambaye ni sanguine, yeye ni mcheshi. Sasa ucheshi unaweza kupitiliza akakwaza watu, ikawa shida. Mtu anaweza kawa choleric ni mtu ambaye ni mkali, mtu mwenye ana direct mambo, hataki kushauriwa, hataki kuambiwa chochote. Yeye anachocha kwake ndio hicho kinachofaa. Mtu ambaye ni phlegmatic anaweza kawa na upole uliopitiliza kusababisha dhambi. Biblia inasema tuwe na kiasi. Upole umepitiliza. Okay, hapa mwisho inasema Roho Mtakatifu kila mara unena, lakini vizuizi vya mioyoni mwetu vinaweza kunyamazisha sauti yake. Lakini vizuizi vya moyoni mwetu vinaweza kunyamazisha sauti yake. Kwa aiba ya melancholic, mtu ana kinyongo kupitiliza na inazuia sauti ya Mungu kuisikia. Tumefika mwisho, wana wa Mungu. Pole nimewafundisha na psychology lakini ili mradi kuelewa jinsi ya kusikia sauti ya Mungu. Kwa hizi aiba 4 zinaleta shida, watu wasisikie sauti ya Mungu. Sauli, mfano tuliotoa kwa Sauli yeye alikuwa ni mtu ambaye ni melancholic, alikuwa ni mtu wa vinyongo kupitiliza. Watu hawasikii kupitiliza. Hawasikii. Watu melancholic ni wa vinyongo, wanataka kulipiza visasi muda wote. Mfano wa pili, wana wa Israeli walikuwa ni masangwini, walikuwa watu wacheshi sana. Sasa ule ucheshi, unajua mtu mcheshi sana kumzoea mtu ni rahisi sana, maana yake sasa anafeli. Kwa walimzoea Musa kupitiliza, walimzoea Haruni kupitiliza, walimzoea nani mwingine, Joshua. Kwa mwisho wa siku sasa ikawa shida. Mtu ambaye ni sanguine, side effect yake au disadvantage yake, ana mazoea ya kupitiliza, ana mipaka. Mwisho wa siku anakuwa hana heshima. Sasa hiyo ndio disadvantage ya mtu ambaye ni sanguine. Disadvantage ya mtu ambaye ni melancholic, na mtu mwenye melancholic ana kinyongo, ndio disadvantage. Lakini advantage yake, mtu ambaye ni melancholic, kwa sababu anapenda, ni mkimya, ana ukimya uliopitiliza, ni mtu, wanakuaga watu wenye akili sana. Mtu melancholic anakuaga na akili sana, kwa sababu ile kupenda kuwa kivyake, kujitenga, ni mtu ambaye anawaza. Kwa advantage ya mtu melancholic, akija kwa Mungu anakuwa mtu smart sana, anakuwa na akili sana, ana akili sana. Kwa mfano tumtumie melancholic melancholic kwenye Biblia nani? Timotheo. Yes, Timotheo alikuwa ni mtu mkimya sana, lakini mtoto mdogo alifanya mambo makubwa. Alipokuja kuokoka, ule utulivu wake wa kuongoza kanisa akiwa bado mtoto mdogo, mambo yalienda vizuri. Mtu phlegmatic, disadvantage yake nimesema kwamba ni mtu mwenye amani. Pale panapotakiwa kufanya maamuzi, anakaa kimya, au analeta madhara. Tumeona wa Mungu choleric, disadvantage zake ni kubwa sana. Manake anakuwa ni mkali sana, hataki kushauriwa,
hataki kushauriwa, hataki kuambiwa, kwa anamaliza analeta uharibifu kwa kile anachokiongoza. Lakini advantage ya mtu ambaye ni choleric, ukimpa jambo lako, wavivu hawatakuwa wavivu, maana atalisimamia kwa ukali. Hiyo ndio advantage ya mtu ambaye ni choleric. Atataka akisema jambo fulani lifanyike, atawapeleka mchaka. Kwa mfano, uongozi wa China unaweza kaanego nikasema ni choleric. Ndio maana ukuta wa China, hata wale mnaofanya kazi na wa China, unajua China wao ni watu wanafanya sana kazi, hawataki masiara kwenye kazi. Why? Kutokana muasisi wa ule Mao, rais wa kwanza Mao, mpaka kuja juu hivi marais wote wanahimiza watu wafanye kazi. Vitu vya China havilali, kazi, kwa sababu wamezoea hivyo. Hiyo ndio advantage ya mtu ambaye ni choleric, kazi hailali. Lakini disadvantage ya mtu ambaye ni